akishakubali huyo Yesu na Yesu aingie ndani ya maisha yake, basi kuna machozi itaanza kudhihirika ndani ya huyo mtu, ya kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, anafanya hiyo makosa. Mfarisayo anasema mimi si kama wanyang'anyi. Wakati mtu akiwa hapa duniani huwa hatafikia utakatifu 100%. Na wakati naambia mtu hivyo, kama vile yule Mfarisayo alikuwa anasema, in the same time unamaanisha mimi ni mtakatifu, wakati hakuna mtakatifu yoyote ambayo amekuwa mtakatifu 100%. Yani ni ile kiburi bado ya kuonyesha kile ambacho alicho na kuonyesha makosa ya wengine. Kumbuka kwa maombi, Yesu alisema mimi si mwenye dhambi, yani wadhalimu, unjust, wale ambayo hawaamini, wale ambao wanafikiria kivyao. Yeye haonyeshi kama kwa hiyo njia. Bado anasema mimi si kama wale wazinzi. Wakati uzinzi iko ya aina tatu. Aina ya kwanza ni tamaa ama fikira za hiyo kitu. Wakati nafikiria kwa hiyo pande, basi mtu wako wa ndani already amezini. Uzinzi ya pili ni wakati mtu anajifanyia yeye mwenyewe, aidha awe mwanaume ama mwanamke, lakini hajapatana na mtu mwingine. Uzinzi ya tatu ni wakati mtu anapatana na mwenzake mwingine, sasa amepatana mwingine kando na yeye. Na chenye huyo mtu ukiangalia anaongelea, according to his understanding, anaongelea hii ya kupatana watu wawili, lakini niko sure 100% ya kwamba haelewi hii ya fikira ya tamaa ambayo inakaa ndani ya kila mtu. Na kwa sababu hajaelewa hiyo, itakuwa rahisi kuona wale yeye hataona yeye, na kwa sababu ataona wale na hataona yeye, basi atatoka bila kusamehewa dhambi zake. Na alikuwa anaomba, alikuwa ameenda kwa Mungu, alikuwa ameenda hekaluni. Sijui kama mliaiona mtu anapita mahali na ubila na kuambia wahubirie hao watu ni wenye dhambi. Hapana, hatujakuja kuhubiria wale ni wenye dhambi, hata sisi wenyewe tunajihubiria. Kwani unamaanisha venye na ubili sisikii? Bado mimi nasikia, na bado kuna mahali huwa napika mimi mwenyewe nasikia hii kitu nimeongea, hata mimi bado sijaachana na hiyo kitu, na nasikia naongea, lakini inanihukumu ndani ya moyo wangu. Si unasikia hata mimi bado najihubiria, na nikienda mahindi yangu naiweka pamoja, nasema Mungu nisaidie, hii kitu nimeongea, lakini nimesikia inanihukumu hata mimi. Namwambia Mungu nisaidie, ili nione kama siku nyingine nikiongea isikuwe hukumu kwangu. Namwambia Mungu, kwa maana itakuwa ni janga kubwa, ni shida kubwa wakati nitaendelea kuiongea na mimi bado naishi kwa hiyo maisha. Na kwa machache hatujakuja kuhubiria nyinyi peke yenu, basi bado tunajihubiria na hawa wengine wote. Na wewe bado naona kuna
wengine ni wenye dhambi, na wewe bado unahitajika katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu hiyo, kuona watu wengine ni kumaanisha, ni kuonyesha wewe ni mwenye haki, wewe ni Mungu. Munisikie vizuri, hatuhubiri kwa sababu sisi ni watakatifu. Tunahubiri kwa njia ya kuobey utakatifu ambayo inaonekana ndani ya Yesu. Ndio maana bado tuko kwa hii maisha tukimuomba Mungu atusaidie, atusamehe dhambi zetu na atuwezeshe tusiendelee kuishi kwa maisha ya kale, ya mtu wa kale. Na sitawahi kuwa mwenye haki 100%, ndio naiombea. Sitawahi kuwa mtakatifu 100% wakati naishi bado hapa ulimwenguni, lakini naiombea neema ya Mungu inaweza nikujia. Na Mungu anaweza nisaidia. Wala mimi si kama huyu mtoza ushuru. Mimi si kama ule, na mimi si kama ule, na mimi si kama ule. Mnisikize, wakati nimekaa mahali pamoja na nimeona makosa ya watu mingi na sijaona yangu, huwa naona hiyo ni shetani ambayo ananishambulia. Kwa sababu nikianza kuona hivyo na nisione ni shetani ananishambulia, nitaanza kunena kama huyu Mfarisayo. Na kwa sababu binadamu tulichukulia binadamu wengine kama sio watu wa kawaida, wakati tumewapata kwa makosa inatuvunja mioyo. Nasema namna gani? Hata pasta na amefanya makosa, ni binadamu na anafanya makosa na anafanya bado makosa na anafanya bado makosa. Ni kwa sababu maybe huku kumemuona, hamuishi pamoja, haumuonani kila siku, hamufanyi biashara mahali pamoja. Mkifanya biashara mahali pamoja, utapata maybe yeye hata na ako na makosa mengi hata zaidi yako, lakini kwa sababu umemchukulia kama Mungu, akiingia unapiga magoti, unafikiria yeye ni Mungu. Akiingia unapiga makofi kwa sababu unafikiria yeye ni Mungu, ni mtakatifu. Na itakuwa ni mjinga na upuzi kwa huyo mtu, na anapigiwa magoti na anapigiwa makofi na bado anakubali. Wakati Yohana anafunuliwa Revelation, kitabu cha Revelation, malaika anamtokea. Wakati malaika anamtokea, John anaona ni kiumbe sio cha kawaida na anapiga magoti. Malaika anamwambia nini? Malaika anamwambia John, simama, maana mimi ni servant kama wewe. Kumbuka, hicho ni kiumbe sio kama sisi. Huyo hana mwili, hana makosa kama yangu, lakini still hajaruhusiwa kupigiwa makofi na kupigiwa magoti, kwa sababu hata kama hana makosa kama yangu, yeye ni kiumbe kama vile mimi bado ni kiumbe. Hiyo ndo ilisababisha Mfarisayo akaanza kuona yeye sio wa kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa makanisa zao wamefundisha watu wao wenyewe kuabudiwa, sio kuabudu Mungu, wao waabudiwe. Ndio maana wanapigiwa magoti wanakubali, wanapigiwa makofi wanakubali. Ni kwa sababu wamefundisha watu waabudu wao, wasiabudu huyo Mungu ambayo sisi wote tunafaa tumuabudu. Ndio hivyo ikafika mahali sasa akaanza kuona yeye si kama mtu wa kawaida. Watu kama hawa ni watu, I think
wamesomea filosofi ili ya kudanganya watu. Hao ni watu mara zingine hawaishi kijiji na wengine, wanajenga manyumba zao mbali na watu ili kukuwe na hiyo distance, watu waone yenyewe huyu sio kama sisi. Hao ni watu bado hawatavaa kama watu wengine, ni lazima akienda mahali anabaga suti. Mwingine alinipata Kongo Kawangwale nikihubiri, akanambia kwa sababu sisi ni mapasta, ni lazima ukuu unavaa suti. Nikamwambia suti sio itamaanisha kile ambacho nilicho, lakini kile ambacho kinatoka ndani yangu, kile ambacho nina produce kwa watu, hicho ndicho kitaonyesha kile ambacho nilicho. Wangapi wanavaa masuti na sio mapasta? Kujidanganya kwa watu wengi. Wengine watatengenezewa hata makanzu, na hizo makanzu waziweke makala tofauti. Wengine watatengenezewa makanzu, na hizo makanzu waziweke makala tofauti. Na kala fulani ako na cheo fulani, na kala tena fulani ako na cheo fulani, wakati sisi wote ni viumbe vya Mungu, tuko kitu the same. Ila wewe kuna ubili ama uhubiri, ila wewe unahubiri kwa spika kama hivi, mwingine anahubiri kwa kanisa, mwingine anashare na watu habari ya Kristo, habari za Kristo hapo penye amekaa kwa biashara zake. Sisi wote tunafanya kazi the same. Kikubwa ni kila mmoja apeane habari za Yesu. Haijalishi uko na spika ama una spika, haijalishi ni kwa kanisa ama sio kwa kanisa, haijalishi ni kwa biashara zako na ama sio kwa biashara zako, lakini kikubwa ni kushare habari za huyo Yesu. Nao sisi wote tuko kwa kazi moja. Mimi sio mkubwa zaidi ya huyo, na yeye sio mkubwa zaidi ya huyo, maana sisi wote tumeitwa ili mwili ya Kristo ijengwe, watu wajue huyo Yesu. Kiburi imekumba watu wanaishi ulimwenguni hii, na ni kama leo naongelea wale ambayo already wamemjua Kristo. Maybe jana napo nilikuwa naongelea wale hawajamjua Kristo na hao wote wenye wamemjua Kristo, lakini leo ni kama specific naongelea wenye wamemjua, wanasema wamemjua Kristo. Maana Mfarisayo yeye angekuwa sure 100% ya kwamba anamjua Mungu zaidi ya watu wengine. No, kingine anasema mimi ni wale watu nikipata vitu wanatoa sadaka. Najua kuna watu wanajivunia hiyo. Siku moja nilikuwa naendesha pikipiki, alafu baba moja akanisimamisha na nikasimama, akanambia nataka unibebe tukizunguka hivi na tunapiga hesabu nitakujenga. Nikasema iko sawa. Tukaenda kwa building moja, akapiga simu mama moja, akakuja wakaongea kidogo. Tukaenda kwa building nyingine, alafu akapiga tena simu, wakakuja mama mwingine wakaongea madakika kidogo. Bado tukaenda kwa building nyingine, akaongea na mwingine, wakamaliza. Alafu nikampeleka mahali alikuwa anaenda kwa destination yake, mahali yeye mwenyewe anaishi, na nikamuuliza hao ni watu ambao mnafanya biashara nao ama? Akanambia hapana,
wote ni mabibi zangu. Nikashtuka, kwanza nimsikize, nikaanza kwanza nimsikize kidogo, nikamwambia na hizo bibi zote ni wewe unawalipia? Akasema ndio. Na nikamuuliza, sisi tunakosa pesa hata kulipa ile nyumba moja yenye tunaishi, na wewe unapata pesa wapi ya kulipia hawa watu wote? Naye akanambia, unajua mimi nafanya kazi ya serikali. Kanambia anafanya kazi ya serikali na anapata pesa na akona biashara mingi. Nikamwambia, na hauoni kama utapoteza ufalme wa mbinguni? Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia, unaishi kwa maisha ya kufurahishwa na wanawake, wakati Mungu alikuumba ili Mungu akuwe furaha yako. Akanambia hapana. Akanambia, mimi hakuna siku hata moja Sunday huwa nakosa church. Akanambia, bado hakuna siku mimi nakosa kutoa sadaka, hakuna siku nakosa kutoa fungo la 10. Na nikamuuliza, hiyo ndo dhibitisho, uhakikisho ya kukuonyesha utaona ufalme wa mbinguni? Akasema ndio. Na huyu Mfarisayo bado alikuwa hivyo, alikuwa anasema, kwa vitu vyote vyangu ninapata huwa natoa sadaka. Hiyo imefunga macho ya wengi, wamekuwa already blind, kwa kuwa wanafikiria kwa kutoa sadaka bado wanaelekea kwa njia, kwa hii safari ya kwenda mbinguni, wakati wanaelekea jehanamu bila wao kujua. Kuwa watu wanafunga, wanachukua masiku zao mingi ama kidogo, hiyo kufunga imefunga macho yao. Wanaona maybe kwa sababu wanafunga hawajaangalia vizuri wanafunga wakiombea nini, nao chenye wanajua tu ni kufunga. Nao kwa sababu wanafunga wanasema tunaelekea, tuko kwa safari ya kwenda mbinguni, wakati wao wenyewe wako kwa safari ya kwenda jehanamu bila wao wenyewe kujua. Siku moja tulikuwa kwa maombi, bado tumefunga, kijana mmoja pasta akatupata pale, kwa sababu hakuwa anajua hiyo area, na ni area inahitaji manguo za baridi, maana ni nchi, ni kwa mlima. Na tulikuwa pale, yeye hajajitayarisha, hana karatasi ya kujifunika wakati mvua imenyesha, nao tukamkaribisha kuwa pamoja na sisi. Kupitia maombi alikuwa anaomba, tukimsikiza tukaelewa anaomba vibaya, wakati tunamwambia yeye hataki kukubali ya kwamba anaomba vibaya, maana amemfundisha hivyo. Mungu akanijalia neema, akanifungua macho, nikaona gashetani fulani kanasema, kwa sababu huyu akona fikira kama zetu, acha tuende tuingie ndani yake na tumsaidie. Na chenye anaona yeye amefunga, lakini hataki kujua ni kwa nini amefunga, na hiyo inamupofusha macho yake. Amepofuka kabisa kiasi anaelekea jehanamu bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo ni maisha ya Ufarisayo. Wakati unawaambia watu ya kwamba uko safari ya kwenda mbinguni, je, unaongea kama huyu Mfarisayo? Wakati unaenda hekaluni kuomba
kama vile huyu Mfarisayo alikuwa anafanya. Je, unaenda kwa njia ya huyu Mfarisayo? Sikia sasa, tuachana na Mfarisayo, tuone maombi ya ukweli sasa ni gani kwa mtoza ushuru. Verse 13, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake kuangalia mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, kwa Kiswahili jina ambayo imeandikwa niona ni kama sijaelewa vizuri. Kiswahili maybe sio hiyo mingi kwangu, lakini nikiangalia kwa Kizungu anasema be merciful to me, yani nisamehe. Anaelewa ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Kumbuka story ambayo imeanza watu watatu, mmoja pasta, mwingine wa kusaidia watu, mwingine wa kujililia dhambi zake, akiambia Mungu, nisaidie, nisamehewe dhambi zangu. Na mtoza ushuru wakati anajivunia vitu ambazo anafanya, wakati anajivunia maisha yake, afya yake, zile vitu ambazo ako nazo, mwingine anajivunia dhambi zake, kwa sababu anajua ndani ya Yesu akiomba msamaha atasamehewa dhambi zake. Hiyo nitairudia. Mfarisayo wakati anajivunia kuomba kwake kwa mafungo ya siku 2 kila wiki, wakati anajivunia yeye si mnyang'anyi, wakati anajivunia yeye anatoa sadaka, wakati anajivunia yeye si msharati, kile ambacho anajivunia hicho, kile ambacho anakataa hicho ndicho mtoza ushuru yeye anakubali kwa maisha yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa kukubali yeye ni mwenye dhambi, anajua atasamehewa. Inaanza na kujua wewe ni mwenye dhambi, alafu wewe mwenyewe ukubali, alafu ndipo utapata kunyenyekea. Na sio yule mtu ambaye anasema Yesu, nimefanya hii makosa na nimeona, lakini ni shetani, na anaanza ukemea shetani kwa jina la Yesu, enda. Hiyo bado itakupumzisha macho yako, ukose kuona upumbavu wako, uone upumbavu wa huyo shetani, na haitaproduce unyenyekevu na kupiga magoti na kulilia huyo Mungu ili upate kusamehewa dhambi zako. Maana kwa yule atakemea hatasamehewa, lakini kwa yule atatambua ya kwamba yeye ni mwenye dhambi na anyenyekee mbele za Mungu, basi atasamehewa dhambi zake. Napata watu wanakwambia, sisi si wenye dhambi, tulisamehewa. Yesu ndiyo tulisamehewa na nimekubali. Na sasa hiyo inamaanisha kwa sababu ulisamehewa, utakuwa na kiburi, hautanyenyekea mbele za huyo Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu, hata ukifanya dhambi hauachi kuwa mtoto wa Mungu. Na ninakubaliana na wewe kabisa, lakini kwa familia, mtoto akizaliwa na agro alafu aendelee na ugaidi kwa familia yake, haimaanishi bado si mtoto wa hiyo familia, ni mtoto wa hiyo familia, lakini kuna vitu za familia yake, za wazazi wake
hawezi apewa ruhusa ya kuaccess kwa sababu ya roho yake mbaya. Wazazi watasema huyu mtu tukimwachia hizi vitu zetu ataziharibu, acha tutafute yule mzuri ambaye ako na roho mzuri, huyu ndiye atatunza utajiri wetu, lakini huyu atayaharibu, msirupe. Mpaka yule mtoto ajue ubaya wake na akuje kwa wazazi wake awaambie, mnisamehe, nimefanya makosa, naenda hivi, natembea kwa njia ambayo haifai, na aamue abadilike, aanze kufuata njia za wazazi wake. Ndipo sasa watasema mtoto wetu tunaona amebadilika. Kumbuka, mara ya kwanza alikuwa mtoto bado wa hiyo familia, bado hata sasa ni mtoto wa hiyo familia. Kuwa bado wewe ni mtoto wa Mungu haimaanishi kwa kuendelea kuishi kwa ugalalizi ya kwamba una access ufalme wa mbinguni. Ni lazima ujue uko na makosa na kuna mwenye alikufa kwa ajili yako, na ukuje na unyenyekee, mwambie nisamehe, najua Yesu mimi mtoto wako wa Mungu, lakini hii ugalalizi naomba unisamehe, naomba unisamehe, na utasamehewa dhambi zako. Hiyo ndio siri ya mtoza ushuru. Alielewa chamana sio kutaja vile vitu ambavyo unafanya, lakini siri ni kujua bado wewe unahitaji kubadilishwa na huyo Yesu. Sana bado niliongea na mtu mwingine, alafu akaanza kuniambia Mungu ni mkubwa. Nikamwambia yes, Mungu ni mkubwa. Akanambia unajua nimeona muujiza. Akaanza kunielezea vile ameamuka asubuhi, akafika kazi yake, makastoma wakaanza ukucha, akapata pesa mingi kwa muda kidogo. Nikamwambia chenye umeniambia iko sawa, lakini nikamwambia inafaa sasa ugrow. Akanambia ni grow namna gani? Nikamwambia inafaa ufike mahali unaambie Mungu ni mkubwa, alafu na mimi sikize unaambie unajua mimi nilikuwa mwongo, lakini leo nimepatana na mtu ilikuwa inafanya mdanganye, na Mungu akatenda muujiza, sijamdanganya. Hiyo ndo itakuwa ya maana zaidi ya hiyo pesa ambayo unapata usiku na mchana, ambayo bado kuipata sio vibaya. Na nikamwambia bado ingekuwa bado ukiniambia Mungu ametenda muujiza. Nikuulize muujiza ni gani? Leo nimepatana na mtu ambaye anikasirisha, na mimi huwa ni mtu wa hasira, huwa sivumilii, lakini Mungu ametenda muujiza, huyo mtu amenikasirisha na nikavumilia. Huyo mtu sijasikia chemchemu ya hasira ndani ya maisha yangu. Hiyo ndo muujiza kubwa mbele za Mungu. Nikajaribu kumuonyesha muujiza Mungu anafanya kwa sisi wenyewe, sio kwa vitu ambazo zinajisurround, vitu ambazo tunapata. Watu tuko pamoja, walikuwa wagonjwa na wakapona, wengine walikuwa na hizi wakakuwa hivi. No, Mungu kwanza adili na wewe mwenyewe. Hizo vitu zingine zikuje kama nyongezo kwa maisha yako, maana bado ni nyongezo, ni vitu vinagusurround, sio vitu ambazo ni wewe mwenyewe. Na hicho ndicho kilimleta Yesu, na hicho ndicho huyu mfarisayo alikosa, na hicho ndicho huyu mtoza ushuru alipata, na hicho ndicho watu wa siku ya leo wengi wao wamekosa, na hicho ndicho bado watu wa siku ya leo wachache ambayo wanapata. Ndio maana tunahubiri ili tuone kama watu wanaweza funguka maindi zao. Mtoza ushuru alikuwa na unyenyekevu kiasi
alishindwa na kuinua macho yake na kuangalia juu. Aliona yeye hafai. Alishindwa na kuona kile ambacho alicho. Alishindwa na kuona kile ambacho anafanya. Maybe hata alikuwa anafunga mara 2 kwa wiki, lakini haiongei. Maana hata yeye tunamuona akienda hekaluni kuomba, lakini hata shikilia kile ambacho anafanya, anashikilia kile ambacho kinadhoofisha maisha yake, ambayo ni dhambi ndani yake, ili apate kusamehewa dhambi zake. Anasema be merciful to me as a sinner, maana mimi ni mwenye dhambi. Ni watu wangapi siku ya leo kanisani tutapata wakisema, wakilala chini, sio kwa sababu wanataka gari, sio kwa sababu wanataka kufanya harusi, sio kwa sababu wanataka biashara zao ziende sawa, sio kwa sababu wanataka ugonjwa wao ipone, sio kwa sababu wanataka wakuwe na afya nzuri, lakini wanamwambia Mungu, machozi inadirika ndani ya maisha yao, wanasema Mungu nisamehe. Ni watu wangapi siku ya leo tutapata? Ni mapasta wangapi, maprisha, maaposto wenye wanasimama mbele ya watu siku ya leo tutapata mbele ya watu machozi yake inabubujika kutoka ndani ya moyo wake, sio kwa sababu anataka washirika wengi, sio kwa sababu anataka watu watoe sadaka mingi, lakini anataka msamaha wa maisha yake. Anataka akuwe kama Yesu, amfanane Yesu, aishi kama Yesu, aishi kama mtakatifu. Ni wangapi tutapatana na hiyo machozi ya siku, watu wa siku ya leo? Maana wengi utapata na machozi, lakini unamuuliza unalia kwa nini? Maana niko na njaa, nahitaji gari, nahitaji kanisa yangu ikuwe na watu wengi. Yeye hataki kujua kama dhambi zitasamehewa. Yeye machozi yake ni nitapata watu wengi namna gani kwa kanisa yangu. Hataki kujua kama watu watasamehewa dhambi zake, dhambi zao. Yeye anataka kujua. Amekuwa na makanisa 1000 Nairobi, ameenda akajenga makanisa mengine Nigeria. Hiyo ndo machozi yake. Hana machozi ya msamaha wa dhambi za watu, hata zake yeye mwenyewe. Watu wangapi watasema kama huyu mtoza ushuru siku ya leo? Ni wangapi? Mathayo, kitabu cha Mathayo chapter 9 verse 13, lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema sio sadaka. Yesu bado anaongea na watu, anawaambia lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala sio sadaka. Watu wangapi siku ya leo watakuwa na hiyo roho ya Kristo, hiyo mind ya Kristo, ya kwamba wanataka rehema? Unfortunately, makanisa mengi ambazo tuko nazo hapa Nairobi, mengi ambao nimepatana nao, wote wengi wao wanataka sadaka, wao hawataki rehema. Wakati Yesu anasema anataka rehema lakini sio sadaka. Ndio maana ili watu wasijidanganye, hakuna siku sisi tunaambia watu watupe sadaka. Sio hiyo inatuleta, chenye kinatuleta watu wapate rehema ya msamaha wa dhambi zao kupitia msalaba wa Yesu Kristo.
nisikize bado, kama lengo ya mtu mhubiri ni rehema ya Mungu kwa watu, hiyo ni vizuri. Hata watu wakimpatia sadaka basi sio vibaya, lakini vibaya ni lengo ya huyo mtu ikuwe ni sadaka, siyo rehema ya Yesu ya msamaha wa dhambi ndani ya maisha yao. Hiyo ndio itakuwa dhambi. Lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nataka rehema wala siyo sadaka. Sikuja kwa kuita wenye haki bali wenye dhambi. Hawa waganga wenye tunaombea usiku na mchana wakufe, hawa ndio Yesu alikujia ili wapate kuokolewa. Bado huyu mfarisayo ambayo anaenda kanisani na ako na maombi mbaya, Yesu bado alimkufia. Ndio maana tunahubiri ili ukijipata kama huyo mfarisayo usishikilie kudanganywa ya kwamba unaenda kanisani ama unafunga mara 2 kwa wiki, lakini uanze kubadilishwa na huyo Yesu. Hawa wenye wanasimama pale wanajiuliza usiku na mchana, hao ndio Yesu alikufia. Ndio maana tunahubiri ili tuone kama Roho Mtakatifu anaweza enda ndani ya mioyo zao na abadilishe maisha yao. Wanaambia watu na uwasiogope kuambia, ukiangalia mikono yangu kamba nilikuwa nafungwa nikiwa mdogo hazijaaisha, bado kuna alama, maana mimi nilikuwa mmoja wao, lakini Mungu alinijalia neema akanitoa kwa hiyo wizi, bado akanifanya mwenye anaweza share injili ya Yesu Kristo. Na najivunia kwa sababu nilikuwa mwizi? No. Najivunia kwa sababu siku ya leo nahubiri? No. Najivunia Yesu ambayo aliokoa maisha yako, na huyo ndiye anaweza okoa maisha yako siku ya leo. Huyo ndiye anaweza badilisha maisha yako siku ya leo. Ama katika kitabu cha Hosea chapter 6 verse 6, maana nataka fadhili. Neno fadhili ni masi, bado msamaha wa dhambi. Maana nahitaji fadhili wala si sadaka, na kumjua huyo Mungu. Nahitaji masi na kumjua huyo Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Natumia sadaka za kuteketezwa kwa sababu bado walikuwa kwa agano la kale, yani sacrifice. Walikuwa wanatoa sacrifice kama kivuli cha yule ambaye atakuja kama sacrifice ya ulimwenguni. Siku ya leo hatuna hiyo sacrifice, hatutoi sacrifice, maana Kristo yeye ndiyo sacrifice yetu wa msamaha wa dhambi zetu. Yeye anahitaji masi zaidi ya hiyo sadaka yako. Kumjua Mungu ni ya maana zaidi ya kile unapeana kwa Mungu. Unafikiria una kile unaweza mpea Mungu ati akufurahie, yeye muumba wa vyote? Kuna chenye unaona unaweza mpea ili akuone vizuri? Kuna sadaka unaona Mungu anahitaji kwako ndio akusamehe dhambi zako, akubaliane na wewe? Asa yeye hata si binadamu, maana sisi binadamu tunahitaji sadaka ili tununue chakula. Yeye hahitaji chakula, yeye ni spiriti. Ni nini unaweza mpea useme sasa hapa niko sawa na Mungu?
kitu kimoja tu peke yake, roho yako na kunyenyekea na kumwambia mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Ndio Mungu akubaliane na wewe. Basi toa pesa kiasi hii, Mungu hana kitu unaweza toa ili akubaliane na wewe kwa maisha dhambi zako. Kwa Agano la Kale anatumia manabii, anawauliza nyinyi ni nyumba gani, ni ujenzi gani unaweza nijengea mimi nitoshee ndani? Nasema umejenga hekalu, hiyo ndio unajivunia, yeye anatoshea ndani. Come on, hapo ni mahali tunapatana ili tujifunze huyo Mungu, lakini usijivunie maybe umejenga hekalu kubwa wakati bado haujanyenyekea na kuomba msamaha ili Mungu akusamehe dhambi zako. Ama tukiendelea hapo katika kitabu cha Luka bado 18 basi ya mwisho ambaye ni 14, na hapo ndipo ninamalizia siku ya leo. Yesu akasema, nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake, ule mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani kwake kama amesamehewa kuliko yule. Kwa maana kila ajiinuaye atashushwa, na mwenye kujishusha atainuliwa. Msamaha, hicho ndicho Mungu anahitaji kwa maisha ya kila mmoja. Nje ya kuomba msamaha, nje ya unyenyekevu ni kiburi. Wakati unaonyesha vitu ambazo zinafanya, mimi nimejenga makanisa mengi, nimehubiria watu wengi, wakati unaonyesha hivyo ni kiburi, huwa inajaza moyo wako. Kwa hiyo ningeomba kila mmoja wetu akuwe na hiyo unyenyekevu na kunyenyekea mbele za hiyo Yesu ili tusamehewe dhambi zetu. Heri yeye ambaye aliyesamehewa dhambi na makosa yake kufichwa. Heri yeye anajivunia kumjua Mungu, sio vitu anamfanyia huyo Mungu. Na ili kujivuna ya kwamba tumemjua Yesu sio kitu. Sasa utaanza kutembea kama gangster, utaanza kuambia watu najua mimi namjua Yesu, bado hiyo ni dalili ya kuonyesha haujamjua Yesu. Lakini hiyo kujivuna kama umemjua Yesu ni bubujiko la furaha ya huyo Yesu ndani ya moyo wako, wakati haikuji nje, lakini inabubujikia. Ni kitu kinafanyikia ndani, si kitu kinakuja nje. Wakati kimekuja nje, basi already imekuwa kiburi kama huyu Mfarisayo. Maana yeye hata chenye anasema ni mimi sio kama watu wengine. Kwa sababu gani? Mimi sio mnyang'anyi, yani mimi ni tofauti nao. Naona cheti ni kama anasema yeye ni mnyang'anyi, lakini anasema mimi si kama huyo mnyang'anyi. Anajisema kwake mazuri, na ndio hapo mtu anaweza kujisema sisi ni watakatifu, hatufanyi dhambi. Wanapatana na watu kama hao, wakati dhambi sio kitu tunafanya, ni kitu tuko nacho kama virus ndani ya maisha yetu. Na siku ya leo mafundisho